Ili angalau tusikie salamu kutoka kwako na uweze kusalimu watu hawa. Natambua nimeambiwa na majukumu mengine ambayo ungependa kuwahi. Kwa hivyo ukishatusalimu basi kwa utaratibu ambao utakuwa umewekwa tunaweza tukakuruhusu ukaendelea na ratiba yako. Karibu sana mheshimiwa. Mshike mkono kwa niaba ya umati huu. Unapenda kuwa huko? Mimi napenda. Haya, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo Tumaini letu. Tumaini letu. Kristo. Mimi nimefurahi sana kurudi hapa nyumbani kwa Kihindi. Sisi ni wanasiasa, mara nyingi tumeandaa hotuba, lakini ukirudi nyumbani kama hivi kwa watu ambao unawapenda na mimi kidogo yanakuwa machache kwa sababu ya upendo na wewe ulionao kwao. Hapa ni moja ya sehemu, wakati mimi naanza kampeni yangu nilikuja hapa, nilikuja kumuona mzee wangu, mzee Mumo, nilikuja kumsalimia, akaja akanionyesha hili kanisa. Na kipindi hicho ulikuwa bado hapajapauliwa kabisa. Na nilikuwa naona mheshimiwa mzee wangu mzee Mumo, yani alikuwa anasema na kijana wetu, tumekusikia tutakusaidia kwenye kampeni, lakini bwana, hebu kidogo na wewe hebu angalia hii kanisa, hebu liangalie tu, alafu mimi nitakuachia hivyo hivyo. So hapa mimi ni nyumbani na kujaga hapa mara kwa mara, na hata leo nilipopata mwaliko wa mzee Mumo ndugu yangu mheshimiwa diwani, tena nilikuwa nimemwambia mzee wangu, kwa mzee mimi sitafika
nitatuma mchango wangu. Lakini kila mtu kijikaa mwenyewe kujitafakari, unasema sasa mzee jinsi alivyonishika mkono kwenye shughuli yangu ile kaka Jerry, nikasema ngojea nyinyi, nimeona nimefika hapa. Amina. Lakini pamoja na hilo, ndugu zangu, jamii ya Kimasai imenishika mkono sana sana sana, na kwenye watu waaminifu wakikwambia jambo lao kwamba Ngwaro tutakuunga mkono, tutakusaidia, ni watu waaminifu sana. Mwenyezi Mungu kwa kweli awabariki. Nilikuwa nimepanga jana, nimepokea barua kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba kesho asubuhi mapema lazima tuwe Dodoma, na nilikuwa nimepanga ratiba yangu ya leo pia, ndio maana mnaona nimekuja hapa, lakini niko juu, lazima nipande milimani nimalize ile ratiba, alafu leo usiku lazima nilale Dodoma hata ikifika saa 9 usiku. Pamoja na hayo, mambo mjue kwamba mimi nawapenda sana na nimeshakuja kushukuru, lakini nitakuja kwenye kila kijiji kuhakikisha kwamba zile ahadi zangu za maendeleo zinafanyika, lakini pia niwasikilize ndugu zangu. Sasa kabla sijamaliza, niko naomba Mheshimiwa Jeremia aje hapa. Nakuja kwa kidogo, Baba Askofu, naomba unisamehe. Karibu ndugu yangu, naomba aseme neno kidogo kwa sababu ndio mwenyeji wetu. Alafu mimi nitamalizia, nitaongelea kuhusu swala letu hili la hii michango miwili. Watu wa Mungu wanaweza kusikia. Wanaweza kusikia. Wachungaji, wasomi, wachungaji ndio hapa. Mimi nipenda kusema machache. Kwanza ni kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge kwamba kwenye kata hii alipokuwa kwa Kieni kanisa hili ni tunaanza na kwenye msingi na Kieni kwa kwa jirani, na mahali ambapo tunasalia ni kanisa ile pale kama inavyoonekana. Lakini Mheshimiwa Mbunge huyu alikuja na alitoa pesa kununua mabati 66. Mheshimiwa Mbunge ametoa mchango mkubwa sana kwenye swala hili la kanisa. Lakini Askofu, nimesikia hapo kusema mwenyewe kwamba pia kule kwenye senta yetu ya Mwanga pia tumetuchangia. Kwa hiyo tukisema Mheshimiwa Mbunge ni mtu wa watu, basi ni mtu wa watu kweli kweli. Naomba tumpigie makofi. Askofu, kwa sababu Mheshimiwa Mbunge amekuomba kwamba tunakunja protocol kidogo, na mimi nikuombe niseme jambo moja tu. Askofu, tunaye mchungaji wetu ushirika wa mkoa ambaye anahudumia kanisa hili. Ni kweli mwaka tunao michango, sisi tumeshikana katika michango ambayo inatoka kule Mwanga, lakini pia tunao michango kidogo ambao tunaendelea katika kanisa ili kwa kama milioni. Lakini ni kuombe basi Mheshimiwa Mbunge nadhani ni mtu wa watu, na Askofu tunatambua kabisa kwamba mchungaji wetu anatumia bodaboda na pikipiki ile anafundisha. Kwa hiyo niombe tu kwamba uniruhusu Mheshimiwa Mbunge niendelee, kwamba tunaye mchungaji anapata pikipiki ambayo hata si mpya, lakini ya bei nzuri ambayo inaweza kusaidia mchungaji wetu, basi aendelee kufikiria ili mchungaji wetu aweze kupata usafiri, asiwe mtu wa kufundisha. Asante sana. Mheshimiwa Diwani, mimi nikajua unakuja kutoa pledge hapa. Kwa sababu ndio deni la senta, mimi nitatoa kiasi fulani, unaniongezea mzigo. Haya bwana, nielewa. Baba Askofu, kwanza mimi nimekuja hapa kushukuru jamii, lakini pia kuwa pamoja na nyinyi, lakini kwa sababu pia tunaendelea kujenga ushirika wetu. Mimi leo kwa ajili ya kanisa nimeleta 500,000.
mji wa mimi ni Msasa, na kule kwenye BAKWATA nao pia wana ujenzi wao wanaendelea nao. Kule nimeahidi milioni 10. Sasa hapa tayari nimeshatoa 3. Sasa mimi ni mbunge wa wote, mweusi mrefu papa ndio mjewa. Baba Askofu, naomba na mimi ni pledge kwamba mimi nitatafuta milioni 7 kwa tutajivumilia kama hiyo ni maziwa yangu, lakini nitaileta, ni ahadi yangu. Mzee wangu Mzee Lemomo, hapa sitakuacha hapo, nimeshatoa 500,000, lakini nataka jumla niongezee hiyo milioni 2, sio nitaleta milioni 1.5 hiyo hata mwezi utaishi. Namshukuru Baba Askofu kwa hotuba nzito nzuri, anaongea vizuri na matani hapa na pale, lakini neno lake ni zito na ni vyema sisi wote lituingie. Bila Mwenyezi Mungu hamna kinachoendelea. Na mimi mwenyewe hii nafasi nilionayo, bila mkono wa Mungu mwenyewe nisingepata. Kusema kweli, vikwazo vilikuwa vingi, milima na mabonde. Bila Mwenyezi Mungu mwenyewe nisingekuwa hapa. Na ndio maana nikija hapa kwenye nyumba ya Mungu hivi, na mimi ni mwepesi kusaidia. Basi baada ya maneno machache, nisiharibu supu kwa kuongea maneno mengi. Baba Askofu, nashukuru sana kwa muda huu. Ndugu zangu wa Migoni, ndugu zangu kabisa, nawashukuru sana kwa muda wenu huu. Tutakuja, tutaendelea kwa pamoja. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa kusema kwanza kutufikia ndio jambo kubwa, lakini pili kwa itikio lako kubwa juu ya mzigo tunaobeba wa deni la dayosisi ambalo ni la muda, sio la kudumu, na pale mahali ambapo tunapalipia sina hakika kama labda kwa nje unafahamu ile jengo ambalo jamii inanufaika, washa mbalimbali, mikutano ya serikali inafikia kwenye jengo lile. Kwa hiyo ni mahali ambapo jamii pana inanufaika. Tukushukuru sana kwa nyongeza hii ya milioni 7 na kwamba sasa zinakamilika kuwa 10. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze, tukutakie safari njema kule Dodoma, lakini tukutakie baraka katika wizara ambayo umepewa kufanya majukumu. Na siku moja isiwe tunaibu uwe tu waziri. Tunaongea safari ziwe nyingi ili mapadio yawe mengi, msihangaike sana kupata hizi fedha kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mungu akubariki sana. Bwana akubariki sana. Karibu wakati mwingine. Asante. Sawa, tunashukuru. Mungu akutunze. Yako Bwana tunayoifanya, hakuna anayeweza kuvunja kazi hii. Ni kama punje ya ikiwa ndani ya inakufa kwa kukuzana. Sasa tumeshauriwa tumalizie hapa, lakini sasa wenyewe wape
Niambie. Ni mwanamke wangu hiyo. Sasa nakuja tena kwako. Siondoke. Kama ndio ndio mama wangu ribao. Elfu kumi. Elfu 20. Nani mwingine? Tumalizie kwa hela. Wahela watoe hapa hapa. Hebu piga kamera mani kwa. Ndio kuanzia nje, kuanzia nada. Hela. Ndio yoga kaiba. Alipo mnazunguka wapi? Album. Mwalimu leta album. Mwenyekiti wa kwaya. Album wapi? Mama njoo. Mama njoo. Wewe Omar yuko kule. Mama zawadi, haya mumpishe mama zawadi. Naomba tege pale. Mfuate, mwombe. Alafu hapo baki mama alitoa zawadi. Haya mama, haya. Mama na mzee Mungu, mama na mzee Mungu. Mweke na mtoto apate kumbukumbu. Diwani sogea huko bana, unaharibu bichi. Mheshimiwa, Dodoma tuone nayo kwa sababu tunakufuatilia kwa wala hamna shida. Na usibai au pamoja kwa chomeka. Na onekane. Unaona hii? Haya ndugu zangu. Ukiacha kufa Dodoma, mimi nakimbia. Tutaangalia. Jiri Nini? Kama limu iliyo? Basi kwa nenda. Aisee. Album ya kunziliwa kwa wale na mwenyekiti ndani. Ndugu zangu. Mwenyekiti ameenda ndani. Kama hilo, ngao maji. Na yule. Wewe. Basi takuuliza baadaye. Sasa tunasimamia vitu vingapi kwa ule sasa nini? Basi wewe. Ama kidasiri ile tu aje kufanya na yeye. Sasa ngarwa yeye ndio wenyewe kwanza ndio. Sisi tunasema endeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na hivyo tuombee kazi hii. Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kutupa neema ya kupata waimbaji ambao wanakutukuza na wameweza kurekodi kutunza sauti hizi za ujumbe katika albamu hii. Ninakusihi Bwana, ubariki watoto wako ambao wamefanya kazi hii, lakini zaidi sana vyombo hivi ambavyo vinasimama kama sehemu ya watumishi wako vikawe baraka, na kila atakaye asikiliza nyimbo hizi akabadilishwe, akahuishwe, akakuamini wewe, kama ambavyo tumesikia shuhuda za watu waliobadilishwa kwa kusikiliza nyimbo, na hizi pia zikawabadilishe wengi. Lakini waimbaji walioimba nyimbo hizi pia maisha yao yasibaki kama yalivyo, lakini wakawe bora katika wewe na mwisho wape uzima wa milele. Tunakusihi Bwana, kila atakayechukua, atakayenunua akabarikiwe na ujumbe ule ulioko ndani ya albamu hii, lakini pia watakaotoa sadaka zao kuwezesha kazi hii wakapokee baraka yako. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa ninatamka kuweka wakfu bashi hii na toleo zima hili katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
Na amani ya Bwana iwe nanyi. Bwana akae nanyi. Uhimidi Bwana. Pokea baraka ya Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Matendo yangu yoyote uyatengeneze Yesu, uniongoze popote nitakapokuwa leo. Amen. Tunachangia hiyo sema laki mbili. Karibu hapa. Mungu akubariki sana. Sasa usiende bwana. Baadaye ukipata utaongeza. Maana bado deni limesimama. Ukipata utaongeza. Mpaka ifike ngapi? Mungu akubariki. Mzee ataongeza mpaka ifike milioni. Si sawa? Tayari leo laki 2. Mungu akubariki rafiki yangu. Mimi nakupenda na nakukumbuka kweli. Alafu na mwizi yako yule mzee yupo. Nimefurahi kwamba nimekukuta. Bwana akubariki sana. Laki 2. Hakuna mwingine anataka kusema? Bwana anasema mwenyewe kweli Bwana ndio jina hapa. Au nishasema. Hakuna mwingine anataka kusikiliza mzee. Amna. Karibu. Njoo. Tumalize hii kazi tufanye shughuli nyingine. Na mwingine aje. Hata kama kuna mama aje. Au kama haruhusiwi tunasema. Anaruhusiwa. Wale wamesema hata mama anaruhusiwa aje. Elfu tano kwa Luka. 7,000. Elfu 7 jamani. Hamna hela. Ongezeni hela. 7,000. 7,000. Mbona akina mama jamani nyamchukui ndizi kwa nini? Mmelima? 7,000. 7,000 kwa mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nipe bei. Nipe bei. 5,000. 5,000 kwa watu wawili, hebu moja azidi kidogo. 5,000. 5,000. 5,000. Jamani, 5,000. 5,000. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sema bei. Chukua maiki nyingine uzani. Sema bei. 5,000. 6,000. 7,000.